Tunaendelea na episode 3. Jua lilikuwa limeanza kuzama, likiacha rangi ya chungwa iliyofifia kwenye anga la jiji. Lulu alitoka nje ya jengo la Royal Group, huku mkono wake ukiwa umeshika ile bahasha ya fedha aliyopewa na Ryan. Moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa furaha na wasiwasi. Furaha kwa sababu hatimaye angeweza kununua dawa za mama yake, na wasiwasi kwa sababu ya mabadiliko ya ghafla ya bosi wake. Hakujua kuwa mita chache mbele, gari jeusi lililokuwa na vioo vyeusi, tinted, lilikuwa limepaki likimsubiri. Ndani ya gari hilo, watu wawili wenye nyuso za kikatili walikuwa wakimtazama kupitia kioo. "Ndiye yule binti?" mmoja aliuliza huku akivuta sigara. "Ndiye mwenyewe. Sasha amesema tusimwache salama." Mwingine alijibu huku akiwasha injini ya gari kwa sauti ya chini sana. Lulu alielekea kituoni kusubiri usafiri wa kuelekea Tabata. Alihisi kama kuna mtu anamyatatia. Akageuka nyuma lakini hakuona mtu. Aliongeza mwendo, akipita kwenye uchochoro mfupi unaokatiza kuelekea barabara kuu. Ghafla, lile gari jeusi lilikata kona kwa kasi na kumzuia njia mbele yake. Milango ya gari ilifunguka kwa kishindo na watu wawili walishuka wakiwa na barakoa nyeusi. "Ingia ndani haraka kama unataka kuendelea kuishi." Mmoja wa wale wanaume alinguruma huku akimshika Lulu mkono kwa nguvu. Kabla Lulu hajapiga yowe la pili, mmoja wa wale watu aliziba mdomo wake kwa kitambaa chenye dawa ya usingizi. Macho ya Lulu yalianza kuwa mazito na ulimwengu ukaanza kuzunguka. Alihisi akibebwa na kutupwa kwenye kiti cha nyuma cha gari lile. Wakati gari likiondoka kwa kasi, Ryan alikuwa akitoka nje ya jengo na kuona gari lile likitokomea. Kitu fulani kilimfanya asikie amani ikitoweka moyoni mwake. Alitazama chini na kuona kitambaa chake cha hariri kilichokuwa kimeanguka sakafuni, kile kile alichompa Lulu. "Lulu?" Ryan alinong'ona huku akiokota kile kitambaa. Hakupoteza muda, aliingia kwenye gari lake la kifahari na kuanza kulifukuza lile gari jeusi kwa kasi ya ajabu. Wakati huo huo, Sasha akiwa nyumbani kwake akijipaka rangi ya kucha, alitabasamu kwa ushindi. "Maskini Lulu, hukuwa unajua kuwa kucheza na Ryan ni kucheza na kifo chako mwenyewe." Lakini Sasha hakujua kuwa Ryan ana siri nyingine. Alikuwa amefunzwa mbinu za kijeshi kabla ya kuwa mfanyabiashara. Barabara za kuelekea nje ya jiji la Dar es Salaam zilikuwa na msongamano, lakini dereva wa lile gari jeusi alikuwa akikatiza katikati ya magari kwa kasi ya hatari. Ndani ya gari, Lulu alikuwa amepoteza fahamu, kichwa chake kikiwa kimeinama upande mmoja, bila kujua hatari iliyokuwa mbele yake. "Huyu binti atatupa hela ndefu kutoka kwa Sasha," mmoja wa watekaji alisema huku akitazama kwenye kioo cha nyuma. Ghafla, uso wake ulibadilika. "Subiri, lile gari la kifahari nyuma yetu, si ndio gari la bosi Ryan?" Nyuma yao, Ryan alikuwa amekanyaga mafuta ya gari lake la michezo, sports car, hadi mwisho. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. Kila alipofikiria kitambaa chake alichokiokota chini, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa hofu ya kumpoteza Lulu. "Hamtokwenda mbali na mwanamke wangu," Ryan alijisemea huku akizungusha usukani kwa ustadi na kulikaribia gari la watekaji. Watekaji walipoona Ryan anawakaribia, mmoja alitoa bastola na kuielekeza nyuma. Pa! Pa! Risasi mbili zilipigwa kuelekea kwenye gari la Ryan, zikipasua kioo cha mbele na kupita pembeni kidogo ya kichwa chake. Ryan aliyumba, gari lake likaacha njia na kuelekea kwenye korongo la pembeni. Kwa ujasiri wa hali ya juu, Ryan alifanikiwa kulirudisha gari barabarani. Hakurudi nyuma. Badala yake, aliongeza kasi na kuligonga gari la watekaji kwa nyuma kwa nguvu kubwa. Kishindo! Gari la watekaji liliyumba na kugonga mti mkubwa pembeni ya barabara ya kuelekea Bagamoyo. Moshi ulianza kufuka. Ryan alishuka haraka, akakimbia kuelekea kwenye gari lile. Wale watekaji, wakiwa wameumia kidogo, walitoka nje wakitaka kupambana, lakini Ryan hakuwapa nafasi. Kwa mbinu za kijeshi alizojifunza siri,
aliwaangusha chini kwa dakika 2 tu. Alifungua mlango wa nyuma na kumkuta Lulu bado hajitambui. Lulu, Lulu amka! Ryan alimvuta na kumkumbatia kwa nguvu. Katika hali hiyo ya nusu kaputi, Lulu alifumbua macho kidogo na kuiona sura ya Ryan. Bosi, umekuja? Lulu alinong'ona kabla ya kuzimia tena mikononi mwa Ryan. Wakati huo huo, Sasha alipata simu. Halo bosi, mambo yameharibika. Ryan ameingilia kati, ametupiga na kumchukua yule binti. Sasha alitupa simu yake ukutani kwa hasira. Ryan, unahatarisha kila kitu kwa ajili ya mfanyakazi wa usafi. Utajuta. Sasha alijua sasa lazima atumie silaha yake ya mwisho. Siri ya familia ya Ryan ambayo ingeweza kumfanya Ryan apoteze utajiri wake wote.